Kila mmoja anapenda cinematic shots, lakini hamna hata mmoja ambaye anatamani kujifunza na kuona ni namna gani hizi shots zinatengenezwa. So today wewe ungana na mimi uone jinsi ninavyoshoot video zangu. Hii short tutorial, kwa hiyo sitaelezea kila kitu, ila nitakuonyesha jinsi ambavyo huwa nafikiria pindi ninavyoshoot video zangu na kupata cinematic shots. By the way, hii video iko sponsored na Pentagon Store. Ukitaka kujua ni video gani naenda kuifanyia behind the scene, naweka link hapa juu. Tukianza na scene ya kwanza, huwa tunaanza na wide shot. Naitumia wide shot kuonyesha mazingira gani hapo, na sio kwa sababu tu inaonekana vizuri. Wide shot naitumia kama insurance kwa sababu tunahakikisha tuna shoot kila action katika wide shot kabla tujaanza kushoot katika detail kwa individual, kupata individual shots au tight shot ya kile kitu alichokuwa nakifanya. Ili ikitokea tumekosa kitu chochote katika tight shots, hii inakuja kusaidia na kusave the day. Okay, tunaanza na wide shot. Sawa. Siri moja kuu ambayo tunaitumia katika wide shot, tunahakikisha tunashoot kila action ambayo inatakiwa aifanye kama alivyoelekezwa. Mfano, hapa ilitakiwa aanze kufikiria kwa kitu gani kimetokea. Kutakuwa kuna some session anaandika, kuna some session anatoa miwani. Kwa hiyo hizi shots zote nazichukua katika wide first time. Baada ya hapo pia nakuja kuichukua hizi shots individual. Kwa kufanya hivyo nakuwa nimepiga jiwe moja, nakuwa nimepiga ndege watatu ndani ya jiwe moja. Kabla sijaendelea, kuna kitu nataka nikiaddress. Moja ya shida ambao wanapata filmmakers ni kupata gears ambazo ni nzuri, lakini pia ziendane na budget ambayo wanayo. Na sehemu kubwa ambayo inawashinda ni kupata sehemu sahihi au watu sahihi ambao watawapa ushauri ni gear gani wanunue na kulingana na budget walizonazo. Ndio maana na introduce kwenu Pentagon Store. Ni sehemu pekee ambayo utapata ushauri na pia kupata gears ambazo ni genuine na ambazo zitakusaidia wewe kucreate kile ambacho unataka kucreate kulingana na budget ulionayo. Sasa kama unataka kupata gear nzuri na sehemu nzuri ya kupata ushauri, hamna sehemu nyingine zaidi ya Pentagon Store. Sasa baada ya kuchukua hizo shots katika upande mmoja, huwa napenda kwenda kuswitch na kwenda kuchukua another shots katika perspective mbalimbali. Tukapeni. Mfano, naweza nikaenda kwenye over the shoulder, nitaangalia ile action ambazo walifanya kwenye wide shot. Mfano alikuwa anaandika, kwa naweza nikachukua over the shoulder akiwa anaandika pia. Na nikishafanya hivyo, naendelea na shots zingine. Lengo la kufanya hivi ni kuhakikisha kwamba nakuwa na shots za kwanza kunisaidia pale ambapo nakuwa nimepungukiwa na shots mbalimbali. Kumbuka nilisema katika wide shots huwa nahakikisha anafanya action zote zile. Baada ya hapo na switch kwenda katika kila perspective na kupata kila action ambayo alikuwa anaifanya. Mfano hapa alikuwa anafungua ile daftari au notebook, na kuja tena hapa nachukua tight shot akiwa anafungua hicho kitabu au hizo kurasa. 1 2. Okay, nachukua kwanza pia hapo fresh sana. Twende. Nice. Fungua watu nyingi na shida. Fungua. Baada ya hapo tena naweza nika switch kwenye another tight shot tena akiwa anaandika. Kwa kama unaandika tu. Tupate na kuandika hapa pia. Kwa hapa. Yes, very nice. Hapo. Na vitu vya kuzingatia ni kama ifuatavyo. Action ya kwanza huku ni nichukua wide shot akiwa anafungua kitabu na action nyingine zote. Baada ya hapo nikaja kwenye perspective nyingine akiwa tight shot anaifungua hicho kitabu, lakini pia na consider another term, depth. Mfano katika shot ambao anaandika kuna foreground, midground, hata background pia. Kwa kufanya hivi inakuwa na variety of shots akiwa anafanya action moja, lakini inaweza kuwa hizo shots 2 au 3. Baada ya kufanya hivyo inanirahisishia mimi kuja upande wa edit na kupata kitu ambacho ni bora au cinematic. Sasa baada ya hapo nakuja tena kuchukua another shots kwa ajili ya kucompensate kwenye ile wide shot ambayo nilishuti mara ya kwanza. Mfano nitachukua shot ya sura yake ikiwa katika position ya wide au katika shot size ya wide 2 3. Then naweza nikachukua katika close up yake. Tumefocus na sura tu na macho. Hapo naweza nikaongezea another detail shot. Pia mfano ya kofia, inaweza kawa ni saa. Hizo zote ni details kufanya scene yetu nzuri. Yes, imekaa poa. Lengo la kufanya hivi ni kwamba ni lazima niwe na shots nyingi za kuzichagua ambazo zitakuja kunisaidia kama transition au shots za kusaidia kuongeza katika scene ili
scene isiboe na kutumia footage zile ambazo nimezitumia mara ya kwanza. Na hii trick inatumiwa sana na watu wengi wa Hollywood au Bollywood na sehemu nyingine ambazo wako advanced. Na hii swali najua kujiuliza, inakuwaje mtu anafanya action moja lakini inaonekana katika kamera angle zaidi ya 3 au 4? Obvious, hiki ndio kitu ambacho unafanya. Unahakikisha una shoot action moja katika angle na perspective tofauti ili uje kuzichanganya wakati wa kuedit. Basi tuanze ile ambayo kama kawaida unaandika, una type, utafanya hivi, utatoa midwani yako, itakuwa ya kwanza, ya pili utarudi kwenye PC. Baada ya hapo, kumbuka nilichukua wide shot katika upande mmoja, hivyo unakuja kuongeza na wide shot nyingine ambayo itakuwa ni ndamshoot katika back side yake. Kwa hiyo kufanya hivyo unakuwa na another variety of wide shots. Kwa hiyo nitakuwa nachagua mimi nitumie ipi na niache ipi. Nafanya hivi kwa sababu nina concept nzima ya jinsi scene ambavyo inatakiwa iwe. Then nikafumbuka pia kwamba katika hiyo scene kuna baadhi ya shots inabidi awasiliane na AI au laptop ambayo anaitumia kwa muda huo, pia simu. Ulisema utakuwa unafanya kama conversation, hiyo inakuwaje? Tuchukue yenyewe wide moja kwa moja kabla tujaje kwenye close up, medium na nini. Toa unaongea nayo. Sawa. Kwa hiyo kitu cha kwanza nikaanza na wide yake. Hello Asha, habari yako? Then nika switch kwenye detail ya hiyo PC ikiwa inaonyesha naangalia. Aisha, habari yako? Lakini pia kwa sababu alikuwa anafanya conversation na PC na shoot pia another shots za yeye akiwa anaongea. Kwa hizi ni close up za mdomo tu, macho, lakini mwisho wa siku kunakuwa kuna conversation inaendelea kati ya yeye na huyu. Kwa cha kuzingatia hapa ni kwamba na wide shot ya kwanza akiwa anaongea yeye na PC, lakini na shots zingine ambazo zinaonyesha PC katika in detail manner, lakini pia nyingine ambayo ni medium shot ya PC. Baada ya hapo na switch kwenye shot nyingine ambayo yeye anaongea, kwa nitamuonyesha lips peke yake, nitamuonyesha pia a full face akiwa anaongea. Kwa kufanya hivyo nakuwa na variety of shots kuonyesha tukio moja. Hata kama itakuwa ni more wide, lakini utakuwa na compensate kwa kubadilisha English. Tayari. Then kuna some shots ambazo yeye alikuwa na type kwenye simu. Kama utaangalia the final video utaweza kuona kuna hizo shots. Kwa hiyo kama kawaida nitapata shots za simu, sio shot moja, shots nyingi, afu katika perspective tofauti na size tofauti. Nitaichukua hii shot katika detail. Kwa hiyo nitamove katika different position kwa ajili ya kushuti hii simu, na mwisho wa siku nitakuwa na uwezo wa kukata kwamba naweka wide, naweka medium, naweka close up, naweka top down shots. Kwa unakuta shot ya simu tu pekee ziko shots 3 ambazo zitanisaidia mimi kuchagua ni angle gani niweke. And sometimes nafanya hivi kwa sababu unakuta shot moja ukishoot katika upande mwingine unakuta ionekana vizuri. Kwa hiyo unakuwa unaitafutia any kind of trick ionekane vizuri. Kwa kama labda let's say tight shot nimeipenda lakini nataka na shot nyingine, nitatafuta another depth shot. Nikuta depth shot nimeipenda lakini labda kuna vitu vina miss, naweza nikaitafuta top down shot. Kwa natangana tricks mbalimbali. Kikubwa tu nipate shots ambazo ni nzuri na naweza nikazitumia zikafanya video ikawa nzuri. Like kama hii video imekusaidia, na subscribe ili uende kupata more filmmaking tips kama hizi.